Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati ambao ni mzuri. Langu jina ni Pastor Lewis Cheto. Nahudumu na kanisa la GTC ama ukipenda Christ Tabernacle Church Kangemi, na liko chini ya Congregation of the Lord Jesus Christ Ministries. So nataka nikanene na mtu ambaye maisha yake yanaonekana kuwa yamefika mwisho. Na nataka nikuambia kwamba maswali yanakuweko, mambo yanakuwa machungu, lakini nataka nikwambia kwamba kuna mtu mahali anapita hali kama hiyo, lakini hili tumaini linatoka kwa Bwana. Anasema ya kwamba yote yanawezekana. Ukiangalia katika kitabu cha Marko 10 mstari wake wa 26, nasema ya kwamba Yesu akawakazia macho akasema, kwa mwanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Kwa hivyo yule ambaye anaona maisha yake yamekuwa ni maisha magumu, hali yake imekuwa ni hali ngumu, nataka nikakutie moyo na kuambia kwamba wewe ulioko mahali pale unawaza sana kujinyonga, kujiua, kujipa sumu, nataka nikakwambie maisha ya mwanadamu yako na vizuizi vingi. Maisha ya mwanadamu vita ni nyingi. Maisha ya mwanadamu hali zinapatikana zikiwa ngumu. Kuna mtu, tazama mtu kama huyu ambaye alikuwa ni tajiri. Mtu huyu ama kijana huyu ambaye alikuja kwa Yesu na kumuuliza ya kwamba nitawezaje, nitafanyaje ili nikaurithi ufalme wa Mungu. Naye Yesu akanena naye akamuuliza, je, umetimiza amri ambazo ni za Musa? Naye akasema, tangu nizaliwe nimezitimiza. Ni jambo gani lingine? Wakati aliuliza hivyo, Yesu akamwambia ni jambo moja tu limebaki, ambalo ni kwamba ukaviuze vyote ulivyo navyo, alafu ukagawie maskini. Praise God. So huyo mtu akaona ya kwamba hawezi akaviuza vyote alivyo navyo akawagawia maskini. Nami nataka nikwambie hivi, hiyo ni kuonyesha kwamba alikuwa na hali bado ya ubinafsi. Lakini sisi kama watu ambao tuna Kristo Yesu, wakati changamoto zinakuja unamwamini naye. Ndiposa Yesu ikafika mahali hata Petero akamuuliza ya kwamba sasa je, sisi tumewacha vyote tukakufuata, tutafaidikaje? Haleluya. Kwa hivyo nataka nikwambia kwamba ndugu yangu, dada yangu, kufaidika ni wakati unamweka Mungu kipaumbele, wakati unaachilia mambo yako kwake Yesu, wakati unaamua ya kwamba mimi jamii yangu nami kama Joshua vile alivyosema ya kwamba nitamtumikia Bwana. Sasa nyinyi leo mkaamua ya kwamba mtamtumikia nani? Kwa hivyo nataka nikwambie na kukupa moyo kwamba mambo yako kama yako mabaya, mambo yako kama yako kwenye hali ngumu, mambo yako kama haiwezekani, wewe jua ya kwamba yote yawezekana. Huyo mtu wakati amefika kwenye kiwango cha kuambiwa kwamba sasa basi nenda ukauze vyote ulivyo navyo, kisha ukaweze kuvigawia masikini. Huyo mtu aliona kana kwamba anadhulumiwa. Huyu mtu aliona kana kwamba hii ni jambo ambalo huyu Yesu labda amebuni, na akasononeka sana akaenda zake. Kwa hivyo nataka nikwambie hata na wewe ndani ya moyo wako unawaza, ndani ya maisha yako unawaza ya kwamba imefikaje, itakuwaje, mimi tu itakuwa ni mimi ndio mambo yanafanyika kwangu. Nataka nikakwambia kwamba mpendwa, usiwe na wasiwasi. Inua moyo wako tena, wacha Mungu akaguse katika jina la Yesu, na ukaweze kukuwa mtu ambaye unakuwa na encouragement from the Lord, and just believe in the Lord, trust in the Lord, trust what God can do in your life.
So kila jambo uliweke kwake Bwana, kila jambo tumaini huyu Mwokozi, na ninaamini ya kwamba kila atakachokutenda hautaamini. Hakika Yesu ana uwezo wa kutenda mambo yote. Yesu ana uwezo wa kutenda mambo haya, na akaeleza hawa wapendwa ya kwamba wanafunzi wake, na akaeleza hata umati ya kwamba itakuwa ni vigumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Itakuwa ni vigumu sana tajiri kuona kurithi ufalme wa Mungu. Na nataka nikwambia kwamba ni kweli. Hakika watu wengi wanajikomfort na kusema kwamba mimi sitaki kuwa tajiri kwa sababu labda sitaupata ufalme. That's what you need to have wisdom, whereby instead of kusema ya kwamba mimi sitaki tajiri ndiposa nisiwe ya kwamba nisione ufalme ama nisirithi ufalme, nataka nikakueleza ya kwamba you can still have that like everything, you can still have everything in the world, lakini bado urithi ufalme. Kwa sababu gani? Unafanya kulingana na mapenzi ya Mungu, lakini si kulingana na mapenzi ya mwanadamu. Kwa hivyo unaacha kuabudu vitu za kawaida, unaacha kuabudu pesa, unaacha kuabudu mali zako, lakini unaweka Mungu kama first priority. Kuna watu ambao wana utajiri hata umepita kiasi, lakini wamefika kiwango ambacho hata nawe mimi na wewe hatujafika. Kwa hivyo nataka nikuambia kwamba huyu Mungu unaweza bado kumwabudu ukiwa na mali zako. Kila huyu mtu alikuwa anaambiwa ya kwamba kuna mali uko nazo, lakini ubinafsi bado uko nao. So mtu ambaye ameshushwa chini, kiwango cha chini, ya kwamba hata mimi nami sina, niposa labda ninahangaika, lakini nataka nikwambie unaweza ukafanya yote kupitia Bwana ambaye anayekutia nguvu. Kwa hivyo kuwa na imani ya kwamba yote yanawezekana, yote yanawezekana. Yesu akamwambia yote yanawezekana, kwa sababu wakati amewaeleza ya kwamba itakuwa ni rahisi sana ngamia kuingia kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu ama ufalme wa mbinguni. So ikafika mahali wanafunzi wa Yesu wakaanza kuwa hata nao na wasiwasi, wakasema basi utueleze mambo haya. Na Yesu akaona kweli mioyo zao zimesononeka, maisha yao yamekaa kana kwamba, kwa sababu wanaanza kujiuliza, tumefuata Yesu utafanya nini? Hata wakamuuliza, lakini ukweli ni kwamba aliwaambia yote. Kwa macho ya mwanadamu ama kwa mwanadamu inaonekana ni ngumu, lakini kwake Mungu yote yawezekana. Kwa hivyo nataka kumwambia mpendwa nini? Ya kwamba mahali popote ulipo, changamoto zote unazopitia, wewe eka tu kwa Bwana, wewe mtumainie Mungu siku zote na mambo yako yatakuwa sawa. Usiwe na wasiwasi, kama ni familia yako, kama ni ndoa yako, kama ni hali yako si hali nzuri, nataka nikwambie wewe mwachie Bwana na yote yawezekana. Kwa hivyo mahali popote unapotembea, chochote unachofanya, nataka nikakwambia kwamba kuna tumaini katika huyu Bwana Yesu. Kuna tumaini. Mimi nimemuona, mimi nimeshuhudia ya kwamba Mungu huwa anatendea watu wake. Mungu anatenda na Mungu anafanya mambo ambayo ni ajabu. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Wewe weka Mungu mbele. Wewe achilia ya kwamba ile mpango ambao Mungu ako naye kwako akaweze kutenda katika jina la Yesu. Na ninaamini ya kwamba hata kama unapita hali inakaa aje, Mungu ako na uwezo, na Yesu ametuhakikishia kwamba yote yawezekana. Na hakika hata nami nakwambia kama mtumishi ya kwamba yote yawezekana. Kwa hivyo yangu majina ni Pastor Lewis Cheto. Kanisa ni Christ Tabernacle Church, liko maeneo ya Kangemi pale Excel. Ukitoka tu flyover unateremka mpaka mahali wanaita Nandamanga Junction ama Keroka Junction, alafu unaenda unaenda kama unaenda kwa shule yenyewe ya Nandamanga, unateremka na hiyo njia kabisa, kuna mahali utakuta Excel iko, kanisa liko mahali pale, na tunamwabudu Mungu na tunafunza neno la Bwana Yesu Kristo na injili ya huyu Kristo Yesu. Kwa hivyo kwa chochote unachohitaji, for counseling, for prayers, you can just call
na ninaamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo kila jambo nataka ukatumainie Bwana. Wewe uliye na moyo ambao umeshushwa chini, usiwe na wasiwasi. Tumainia Bwana na jitie nguvu katika Bwana, na hakika Mungu atakutendea. Kwa hivyo wakati huu nakwambia tu ya kwamba yote yawezekana. Usiwe na wasiwasi, yote yawezekana. Shalom na Mungu awabariki sana wapendwa watazamaji, popote mlipo, popote mnaponitazama. Ninaamini ya kwamba Mungu atawatenda mema na atawabariki na atawainua katika jina kuu la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana wakati huu na hata wakati ujao, na hata maisha yako yakanawiri katika jina la Yesu Kristo. Aliyekuwa na moyo mgumu akarahisisha, aliyekuwa amefika mwisho sasa ndio wakati wa kuanza safari na kuendelea katika jina kuu la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana.